Bunge power. Power. As usual, God has brought us here again another Tuesday so that we discuss matters national importance. Karibu katika kikao 045 Bunge la Mwananchi Kisii chapter. Mimi kwa majina naitwa Boniface Onchagwa Munyenye, Nyaribari Chache constituency, Kisii Central Ward. Yes. Sasa leo kwanza kabisa mimi I could love to commend the Catholic Church ya Tanzania for condemning the violations of human rights na serikali ya Samia Suluhu, ule mama wa Tanzania. Na pia nimpongeze Ian Khama, the former president of Botswana. Pia yeye alisema kwamba huyu mama alijichagua, hakuchaguliwa na wana nchi. There is a tendency that is growing in East Africa of abducting dissenting voices, and we condemn it in the highest terms possible as kikao 045. Mkirudi hapa kwetu, jana Senator Samson Cherargei wa Nandi County, that guy uttered divisive words pale kwa kanisa ya Kenya African ya Church KAG. I will not blame Senator Aaron Cheriot. I will blame the church for giving these people a chance to speak, to giving them a podium to speak in their pulpits. After the Gen Z's demonstrations in 2024 on June 25th, the churches promised that they will not be giving politicians a chance to speak on their pulpits. What changed? Nini libadilika? Makanisa mwache pia kucheza na wananchi kwa kupatia hawa wabunge nafasi ya kuongea. Tuna expect padri ama bishop ama pastor ahubirie wananchi watoke kanisani waende nyumbani. Kiongozi apange mkutano yake ya kisiasa, afanye siasa pale. So we need change from our churches as well. Again, our president, His Excellency Dr. William Samoei Ruto, yesterday also said that he will transform Kenya into a first world country. We welcome the president's statements because that's what we expect as the citizens of this country. And it's very possible, it's doable, it can be done because Kenya sisi, we have the best human capital. Yani sisi, Kenyans are very hardworking people. Sisi hatuna resources at gold, sijui cobalt, sijui copper, sijui any kind of mines. We entirely depend on the citizens of our country to pay their taxes. So I believe that the president's statements are true and Kenya can become a first world country. Lakini haiendi kuwa first world country kama president hatatoka nje apigane na ufisadi. Ufisadi ndio inatumiza hii nchi yetu ya Kenya. Kwa hivyo president atoke nje apigane na ufisadi, wale marafiki zake ambao wanaibia serikali apambane na wao. Na alituahidi kwamba pia wale wabunge ambao ni wafisadi atawashika. Hadi leo tunangoja. So Mr. President, if you want Kenya, if you want to transform Kenya into a first world country, live by your words. Shika wabunge wale wafisadi, shika marafiki zako wako wa serikali wafisadi. Hiyo tu ndio njia tutafika hapo. Na rais, ya mwisho nikimalizia, rais pia ulipromise watoto wa Nairobi chapati. Mashini inatengeneza chapati 10,000. Hadi wa leo Mr. Rais hatujaona hiyo mashini ya kutengeneza chapati. Hiyo mashini ulete, hata hapa Kisii pia kuna watoto wanataka hiyo chapati ya shule. Mambo yake ilikuwa PR. President. So kama unataka Kenya ikuwe first world country vile unasema, wacha PR. Fanya kazi. Lete hiyo mashini ya chapati na vitu zingine, attract investors. We have factories around and industries. That is the way we can transform Kenya. Anyway,
Karibuni katika bunge la mwananchi. Asante sana. Bwana Deputy Speaker. Punge power. Punge power. Punge power. Leo hii tumefika hapa nikiwa kama Deputy Speaker wa bunge letu la kikao 45. So tunashukuru na nataka kuongelea maneno machache sana katika nchi yetu ya Kitanzania. Tunaona jinsi Tanzania hivi juzi walikuwa na uchaguzi, lakini Wakenya wetu wenye walienda huko kibiashara kujitafutia kimaisha wanachapwa kiunyama. So nataka kumwambia yule mwanamke wa Tanzania, rais wa Jamhuri ya Tanzania, nataka kukuambia hivi, jua katika nchi letu la Kenya Watanzania wako vibofu viwete wako Kenya kuomba hera. So nataka kukuhakikishia hivi, waheshimu wale wa Kenya wako Tanzania na sisi, kwa sababu iwe ni wakati wa uchaguzi, iwe ni wakati wa maandamano, hujawahi ona wa Kenya wakiturumisha wa Tanzania. Sisi Kenya ni nchi ya amani, nchi ya upendo. Hapa Kenya tunakuanga na Waganda, wa Tanzania, wa Burundi wako Kenya. Hakuna siku hata moja wa Kenya tunapofanya maandamano upate kuna Watanzania pengine wamewawa, ama wa Burundi ama wa Uganda. Sisi hakuna kabila yote ambayo inajumuika na Wakenya amewahi wawa. So nataka kukuambia hivi, wewe Samia Suluhu, wewe ni rais wa Tanzania, heshimu pia watu wenye wanafanya hiyo jamhuri yako ikuwe kuwa kama nchi zingine. Waheshimu wananchi wenye wanaishi huko kwako, kwa sababu Wakenya wameumia, Wakenya wanawawa. Unasikia maaskari wake wanaenda hadi kwa nyumba kuua Wakenya. So nataka kukuhakikishia we president wa Jamhuri ya Tanzania, ndio tumezangaa kumbe mwanamke akipewa uongozi, jamani, ana huruma, ana utu. Tunataka kukuambia leo hii ndio tumekumbuka, kwani mwanamke akiwa rais ni kunyanyasa Wakenya. Tunasikia wewe mara ni kuchapa Wakenya, ni kuua Wakenya, eti Wakenya ndio wamefanya maandamano. Wakenya hawataweza kuja kuandamana kwako. Wewe ulikuwa umeshapata kiti kupitia the late Makafuri. Ungeshukuru kwanza kupata kiti cha bure venye ulioipata, lakini kuwa Wakenya, tunakuomba waheshimu Wakenya, kwa sababu Wakenya wanaishi hapo kufanya kazi na biashara. Hivyo ndio wanaofanya hiyo jamhuri yako inaonekana kuwa Jamhuri ya Tanzania, kwa sababu bila Wakenya hata nchi haiwezi onekana nchi. Bila hao waombaji hapa Kenya tuko na vibofu wengi kabisa kwa mabarabarani. Tunaomba rais wa Kenya Daktari William Samuel Ruto, wewe pamoja na serikali yako uhakikishe wale ambao wanaomba pesa wako na kibali ya kuweka Kenya. Hawa wanauza viatu hapa Kenya, wanatoka Uganda, Tanzania, Burundi, wako na kibali ya kuweka Kenya. Hawa ndio wameharibu uchumi ya Kenya, ndiposa uchumi imekaa ngumu. Tukikuomba kama rais wetu, wewe ndio rais, kwa sababu wakati huu wewe ndio umekalia. Mimi hata ninapoongea ninajua ile wakati ile nilikupigia kura, lakini raundi hii na safari hii hapa hii bunge letu hatupagui. Kuna watu wako UDA, lakini tunasema hivi, raundi hii, safari hii, mimi ni mpiga kura wako, nilikupigia kura kwa sababu nilisikia ulikuwa na ndoto mzuri, ulikuwa na maono mazuri kwenda kusaidia Wakenya. Leo Wakenya wanaumia njaa, Wakenya wanalia hakuna pesa mfukoni. Kama mimi ni mwendeshaji mkokoteni, wewe unapoona mimi ninapoendesha mkokoteni nilifikiria mpaka kazi imekosekana. So tunakuomba wewe rais, fanya kazi, tusaidie kama Wakenya, pesa siwe mfukoni, biashara zionekane kwa mama mboga, biashara zionekane kwa wafanya biashara wadogo, hata uendeshaji mkokoteni pia wapate haki zao. Sisi kama bunge la mwananchi tunaomba usaidie Wakenya wote kwa ujumla, ikiwa ni pesa za bursaries zinaotolewa na hao wabunge wenye wanaiba pesa wanaleta kwa matanga kusera watu. Tunaomba hivi, kuliko pesa sipewe mbunge,
eli kila shule, kwa sababu shule zote Kenya mzima zinajulikana, siende shule sisomee kwa hiyo shule, kuliko mbunge anapewa pesa anaanza kulingia ni kama zake. So tunakuomba Bwana Rais, tusaidie, kwa sababu Wakenya wetu wameumia, Wakenya wanateseka, Wakenya wamenyanyasika, Wakenya wanauawa usiku na mchana, hatujui ni nini inayotuua, lakini tunakuomba kwa sababu wewe ndio uko mamlakani, saidia Wakenya na Kenya ipate uhuru, iwe na amani na upendo udumu katika Kenya. So ninaomba nikiwa kama deputy speaker wa hiki kikao, kwa hivyo ninaomba Bwana Rais, tusaidie kama Wakenya, ujumla Kenya mzima, fanya maendeleo kwa kila county. Kila kaunti ipate maendeleo, kila kaunti ipate huduma hospitalini, tupate usaidizi kila hospitalini, ipate haki, kila mwananchi apate haki. Ikiwa ni kitu ambayo inaitwa SHA, isaidie kila Mkenya. Mtu asiende hospitali anahangaika eti SHA ifanyi, wananchi wanalia eti wakifika hospitali wanafukuzwa, SHA ifanyi. Tunaomba hiyo SHA, Mheshimiwa Rais, ifuatiliwe na iangaliwe sana kwa undani sana. Kuna watu wanaharibu hiyo jina la SHA. Tunaomba hiyo SHA ionekane. So ninashukuru kabisa kama spika, hiyo nchi yetu naomba iwe nchi ya amani na nchi ya upendo. Hata tunapoenda uchaguzi, ninaomba kila kijana mwenye ambaye amefika umri wa kuchukua ID, enda kwa kituo, chukua ID na uhakikisha umechukua kura, kwa sababu kura ndio itaenda kupigana ama kuleta umoja katika Kenya letu. So ninashukuru sana, wacha Mungu awabariki sana. Asanteni sana. Leo SHA wajue, hiyo kura wajue wanapiga wapi kidogo. Hiyo kura wajue wanapiga wapi. Utapewa nafasi. Patia nafasi. Bunge power. Power. Bunge power. Power. Vijana power. Power. Vijana power. Power. Kwa jina kama wananitambua pale online platforms, naitwa Gari Moshi, kichwa ngumu kama chuma cha reli. Mimi leo ningependa kuongelelea mambo machache sana, lakini ni mambo ya muhimu. In our country, from what Samson Cherargei remarks of yesterday, tumeona kwamba kuna insanity in our country. Kenya mzima, there is a lot of insanity. Kwa kaunti zetu, there is a lot of insanity. We want to welcome the spirit of our warriors, the spirit of our late warrior, Mr. Otenyo, the spirit of our warrior, Mama Mary Ngiti, who was the aunt to Otenyo Nyamangere. Come and help the youths. Come and support the youths to send away the insanity in our country. Mimi kama kijana leo hii nimeamua kwa vyovyote vile nitang'ang'ania nchi yangu, ili Wakenya wale ambao ni waoga wapate haki. Kaunti yetu huku Kisii iko na a lot of insanity. Tutaongea, tumeanza safari ya kuongea na tumeanza safari ya kupigana. May the spirit of the goodwill ya Charles Nyachae ingie katika vijana ambao wamejitolea kupigania hii nchi na hii Kisii County yote. Tupigane ili ukweli na haki wa maendeleo mazuri, ili kaunti zetu zote zikuwe zinaonekana. To send away even tribalism in Kenya, so that country yetu ya Kenya ikuwe na maendeleo, ikuwe na that progress that the youth deserve. May the Spirit of the Lord come down. Amen. May the Spirit of the Lord come down. May the Spirit of the Lord come down. Amen. May the Spirit of the Lord come down.
Bunge power. Bunge power. Tumeamua sisi kama vijana kutoka Kisii County kushirikiana na vijana wa Mount Kenya, tushirikiane na vijana kutoka Western Region, tushirikiane na vijana kutoka Ruo Nyanza, vijana kutoka Mombasani kule Coast Region. Tupiganie haki zetu kama vijana ili tuone kama Kenya yetu inaendelea vizuri vile sisi Kweli. tunataka. Kweli. Harambee one time. Harambee one time. Sisi kama vijana wote na wasi wale wenye ambao hawajachukua national ID, wale ambao hawana voting cards, tunawaomba kwa unyenyekevu. Nchi yetu inatekekea, inachomeka, inaungua. Nchi yetu inaungua. Tuchukueni national ID, tuchukue voting card, tung'ang'anie nchi yetu ili maisha yetu hapa mbeleni yakuwe sawa. Bunge power! Bunge power! Hatutaenda kuleta ulegevu katika nchi yetu. Lazima tung'ang'ane sisi kama vijana. Wamama wazee, baba wazee, tunataka sasa tuwasaidie. Mmefanya mazuri, tumeona mmejaribu, na sisi sasa tumeingia ili tujaribu penye tutaweza. Kama akina Jalsi Nyachae walijaribu wakaweka Gusii tribe katika position yenye iko kwa saa hii, na sisi ndio tumeingia ili kuona Gusii tribe nayo imeingia katika position yake ili na sisi tupate kuonekana. Bunge power! Asante. Asante sana. Romeo Sikakusudi. Mheshimiwa, kifo yako anaweza nifanya. Wacha ongea tu. Bunge power. Bunge power. Tumekuja hapa kwa saa Jumanne, leo ya Jumanne. Mimi naitwa Lucas Nyakunde kutoka Kitutu South. Wachana kuongea mambo mengi, tumeongea tumetoseka, lakini saa hii 045 tunaongea ukweli na mambo. Ukweli na mambo ni namna gani? Saa hii viongozi wetu wako sawa, lakini wanapingana kisiasa. Wachana kupingana na kisiasa, tuchenge Kenya moja. Bunge power. Bunge power. Tuchenge Kenya moja, tusijaribu kuchafua inji. Angalia saa hii tunaenda Bondo, ndio Bondo hata nitaweza wacha mtoto wangu analala njaa nipeleke ng'ombe Bondo ama namna gani? Mimi sina. Arabu watu wanaumia na ng'ombe 100 kwenda Bondo kupeleka kwa maiti. Wacha tuseme namna hii, kiongozi wetu Arati, kiongozi wetu Rais, tuongoze huyu anauliza anaitwa Matiang'i. Sasa kila mtu tuseme namna hii, wacha tuulize kula, tukipatiana na mizela, alafu kila kijana apate kula, kila kijana apate kitambulisho. Wacha kukuja kwa bunge ya wananchi na una kitambulisho, my friend. You are going to be captured, my friend. From now. Wacha nikwambie, saa hii Kitutu South imekuwa na machambazi mingi. Saa hii nimesikia iko 24 brothers. Nitauliza huyu Kibagendi, mapolisi, kumbe polisi Kisii Central, Nyancho Central, Mosojo hawana patrol yoyote kwa kupatrol the location, kwa sababu watu wanaibiwa mchana usiku. What's the police officers? Let me, who is the mkubwa police officer? Sasa police officers wanawachilia waizi. Nasikia iko kiombe inaitwa 24 brothers.
24 brothers ilikong'onda mtu hapo Nyamataro. Kweli. Where's the police there? Sasa tunataka usalama ya kutosha, kura inaendelea kuingia. Tunataka usalama ya ukweli, hatutaki salama ya kupiga watu. Tunataka serikali ichunge hata mwananchi kwa nyumba yake. Ama namna gani? Namna hiyo. Bunge bao. Bunge bao. Na hatutaki. Mbona rais anaenda kuandika maaskari? Mbona asiandike walimu? Hiyo mjiulize kwanza. Andika walimu, andika madaktari. Polisi anachukua wapi? Rais anachukua mapolisi wapi? Anachunga nchi. Nchi gani? Nchi gani imeharibika? Polisi inachukuliwa naenda wapi? Kuchukua unyokozi ya pombe, usuru bibiti. Hatutaki polisi andikwe, tunataka wananchi wapatiwe pesa, watoto wale wako na kwa shule wapatiwe hela wasome. Ama namna gani? Namna hiyo. Nimemaliza. Shukrani. Oscar Kilo Roja. Oscar Kiro Sudi. Bunge power. Bunge power. Haya, kwa majina naitwa Andrew Mochache kutoka Kisii Central Ward, Nyaribari Chache constituency. Leo hii nimekuja kwanza nikimpongeza yule msichana wa Kisii ambaye alipata Raila Amolo Odinga na Ida. Uliona hiyo maneno? Alipata watoto 4. Mmoja akamuita Raila, mwingine akamuita Amolo, mwingine akamuita Odinga, na msichana akamuita Ida. Na Ida, wewe uko wapi wewe? Tunajua unaendelea kulia. Wewe leta bwanako amesaliwa hapa bana. Kuja mtembelea, amesaliwa Kisii. Na wale viongozi wa ODM wakiongozwa na shujaa wetu ambaye anaitwa Simba Arati, tunakuambia wewe gavana wetu, tembelea huyu Raila Amolo Odinga ambaye alizaliwa hapa Nyanjo hospital hapa. Mtoto amezaliwa huko. Na kuomba kuja mtembelee pale. Zile ng'ombe zote ambazo mmechukua pale, leta hata mbili ama 3, pea wale watoto. Kwa sababu hiyo ni bahati, hiyo ni mibaraka, na hiyo inaonyesha kwamba raundi hii uongozi unakuja Nyanza. Na sasa nikiangalia tena maneno ya ODM, najua kwamba kwanza kabisa nasema pole kwa watu wote wa ODM na wale wote ambao tulikuwa tunapenda baba, lakini nataka kusema hivi, tuache kinyumbani bana. Naona Mheshimiwa Simba Arati yeye ndiye anapenda hiyo ODM zaidi, kwa sababu yeye ndiye tumeona akitembea kila mahali. Naona yeye angekuwa ODM leader, kwa sababu naona anatosha sana. Tusikuwe na kinyumbani sana bana. Watu wa ODM, angalia bana, mtu mwenye yako na nguvu, mtu mwenye anapenda chama. Tunamuona gavana wetu ambaye anaitwa Simba Arati, ameitetea sana na anatoshea kuwa kiongozi wa hiyo party. Tunaomba kindly, angalia, msikuwe na kinyumbani bana, tupeane mtu mwenye anaweza. Alafu na kitu ingine, viongozi wote wa Kisii, kwanza nikianza na wale mashujaa wetu kama Mheshimiwa Kibagendi na Mheshimiwa Engoko, niliona mkitetea Mkisii sana pale Nyamira, mkisema kwamba wale watoto wetu ambao wanagombea UMCA wasituletee aibu kutoka Nyamira bana. Nyamira ndio tunapata kiongozi wetu Matiang'i anatoka bana. Msiache hilo, msiache hicho kiti ama hicho viti ziende kwa chama zingine. Tuhakikishe kwamba chama ambayo inaongoza pale itoke, iwe ni chama ya UPA ama Jubilee. Hiyo hapo ndio tutakuwa tumesaidia Mkisii wetu. Asa pale Nyansiongo, naona Nyansiongo bana, hapo ni nyumbani bana. Watu wa Nyansiongo, hakikisha kwamba hicho kiti kimeenda kwa UPA.
ama Jubilee kama iko, lakini najua Jubilee haina candidate pale, peana kwa UPA, hapo ndio mtakuwa mmesupport Matiang'i bana. Muangalie Kisii, mliona last time wakati Gideon Moi alikuwa anakimbia pale, niliona president akimuita, wakaketi chini wakaongea ili watetee community ya Wakalenjin. Na hivyo sisi kama Wakisii pia tuketi pamoja bana, tuelewane, tutetee community yetu ya Wakisii. Kwa hivyo tuketi pamoja, tuelewane. Wale viongozi wetu wakuu, kindly tushikane mkono. Na muomba gavana wetu Simba Arati, shika ndugu yako Fred Matiang'i mkono bana, mtembee na yeye, hiyo itakuwa vizuri. Tunakuomba tu mshike mkono, kuja na hiyo ODM mshikane na Jubilee iwe kitu kimoja, kwa sababu Jubilee na ODM 2022 Jubilee ilitoka ikasupport ODM. Saa hii tunaomba ODM ikuje isupport Jubilee this time, si itakuwa vizuri? At least tupate mheshimiwa Okengo akiongoza kama president wa nchi, na kweli ataongoza nchi. Na nilisikia kijana mmoja hapa alisema round hii vijana wameamua kuleta mabadiliko katika nchi zetu za Afrika, tukianzia pale Tanzania. Kwanza kabisa nataka kuwashukuru wale vijana ambao walisimama kwa ujasiri, wakaweza kutembea kwa ujasiri, wakaonyesha kwamba uongozi ama uchaguzi au kufanywa kwa haki. Na hivyo tunaona wale vijana wa Uganda pia wameanza kufanya mazoezi, kwa sababu wameona kuna mchezo ambao umeanza pale. Kwa hivyo nataka kuambia wote vijana wote wa Afrika kwamba muamke, kumekucha, amka, msiendelee kulala bana. Imefika time yetu, awamu ya pili. Kuna vijana ambao walisimama wakaleta huru katika nchi zetu hizi za Afrika. Imefika tena wakati mwingine tusimame tena kama vijana, tulete uhuru wa pili, kwa sababu tumeona serikali zetu zimeanza kuongozwa vibaya. Tumeanza kuwa na ukoloni mambo leo. Tunaona kiongozi akiingia anataka kukandamiza vijana, anataka kukandamiza wananchi wa kawaida, hana nguvu, hana uwezo. Kwa hivyo tunataka vijana mjitokeze, msimame, mukatae uongozi mbaya, ama namna gani? Sio itakuwa vizuri? Hata hapa Kenya ndio nataka kusema muangalie sana IBC, be very careful. Mfanye kazi yenu vizuri. Tunashuku sana, tunawashuku. Mfanye kazi yenu vizuri. Na kwa wale ambao wamehold ID za vijana ambao walishika ID, hawajaipata ID zao, harakisheni vijana wapate ID, washike kura ili wafanye kile ambacho wanastahili kufanya 2027, ama namna gani? Najua vijana wengi wameshika ID lakini hazijakuja. Muharakishe, ndio tunasema IBC, don't let us down. Nimemalizia hapo, mbarikiwe sana. Bunge power. Bunge power. So I am David Kipto Asama, a student at Kisii University. So kabla nianze, I kindly beg to differ with my predecessors. Kuna wale walionitangulia, kitu ambayo mimi nimesikia wakisema ni mambo ya sijui tupatiane kiti kwa UPA, sijui Jubilee. Unajua bad leaders wana hide behind chama. Mtu atapatiwa kiti ndio ameenda na ticket ya UPA, na uko sure aje huyo mtu ameenda kuprotect interest yako. Ule mtu akienda pale ana protect interest yake. We must stop voting based on tribal lines and political parties. Wewe chagua candidate mwenye atakusava. Hii mambo ya kusema sijui huyu ni wa UPA, huyu chama yake si ya huku, hiyo ifai kabisa. Kama tumeamua kubadilisha Kenya, we must take the hard pill. Hii mambo ya kupatia politicians exceptions tuachane nayo. All these people we are mentioning, they are not different from William Samoei Ruto. We cannot be blaming William Samoei Ruto alone. He is not the root cause of our problems. Shida hii Kenya ni sisi wa Kenya kwanza. We are the biggest problems this country is facing today. Hatutakuwa ati kila siku tunalalamika tu kuhusu wanasiasa. Mimi nataka nikuulize wewe kama kijana, wewe kama mwananchi wa Kenya, what role are you playing to ensure that Kenya transforms? What role are you playing to ensure that Kenya moves to the next level? Hatuwezi kuwa tukipata platform, we are here championing for ethnic division. Mmekuja hapa mmesema mimi ni Mkalenjin,
nyinyi mnataka kupush Wakisii waingie kwa serikali. Mimi nawaambia ukweli, ama Kalenjin, na mimi natoka Uasin Gishu. With all the CSS tuko nao, rais anatoka Uasin Gishu. But there is nothing substantial yenye inakuja kwa sisi. Ule mtu akipata kiti inaendea yeye, familia yake na marafiki zake. Wewe wakati utaanza kutetea mtu junior tribesman,